Sasa kama nyumbani anajifaidi, kama nyumbani mbona kuna bendera ya Tanzania? Hapa kwetu sisi, umeelewa? Yaani utofauti kwamba wao walichokifanya wao ni kubadilisha nini? Kubadilisha maeneo. Umeelewa? Eneo ni lile lile. Hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaposema Tanzania maana yake na Zanzibar ipo. Umeelewa? Leo kapunguza mashabiki, hajakimbia uwanja, kapunguza mashabiki. Uwanja ni finali. Tunaanzia finali tumecheza na wale wale wa South Africa. Kashinda kwenda Saudi tukatoka suluhu bila kufungana, kwenda wapi? Kwa finali. Kwa tumeanzia kwa hamna shida hapa, tutachukulia kombe. Umeelewa? Kule kwanza wale ndugu zetu walikuwa washati ya nuksi ni uwanja. Ukisema kina nani? Yanga African Modern Taarabu wana nakshi wazee wa utamu walitia nuksi ile uwanja kwa sababu wakati wanacheza finali yao na Usma walipigwa 2-1 pale. Kwa mimi nimefurahi sana mechi yetu ya kuchezea hapa uwanja huu. Na wanasema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akafikia rekodi yao. Rekodi gani? Anasema kwamba nyinyi kama mmefikia hapa ndio mmeishia hapa na hamna mnachokipata. Sasa ana rekodi gani? Yaani kwenye soka la Kiafrika ana rekodi gani kwa Simba? Yaani mimi na yeye nani ana rekodi? Hiyo ambayo wao wamefikia. Hawana rekodi. Mimi yaani ukiniambia Yanga African Modern Taarabu hawana rekodi kushinda mimi, umeelewa? Mimi ndio timu ya 4 kwa ubora barani Afrika, umeelewa? Yaani top 10 yeye hayupo, ana rekodi gani? Rekodi ya kuingia finali 93 Simba kaingia finali, umeelewa? Tumeingia tena finali 2025. Sasa ana rekodi gani? Yaani sisi yule atataka ajifunze kwetu sisi. Umeelewa? Wale wanaleta siasa kwenye mpira, mpira hautaji siasa. Umeelewa? Rais wao kwa sababu alikuwa anamalizia gorofa ndio maana kachukua wachezaji wazee. Umeelewa? Ninaenda kula mwisho kama washabiki wa Simba kuelekea finali hizi ambazo yamebaki masaa machache tu kwenda kushuhudia mtanange wa. Tushangilie tu kwa sababu nikisema mashabiki wajitokeze, tayari washajitokeza. Yaani tokea niko Dar es Salaam, mashabiki uwanja ushajaa. Kwa hiyo tushangilie kwa nguvu ili tuwape nguvu wachezaji wetu waweze kutufanyia yale ambayo tunayahitaji kwenye mioyo yetu. Jambo la msingi ndio tushangilie kwa nguvu. Tusisubirie kwamba lifungwe goli ndio tuinuke kwenye viti, hamna. Tushangilie kwa nguvu kama walivyofanya wao kwenye uwanja wao. Na ulimwona kapteni wao kama uliangalia ile mechi ya kwanza, hii Sidayo. Anamfuata refa anamlazimisha aweke goli la offside ili goli halali. Umeelewa? Anamwambia refa, najua mimi sielewi naelewa lugha nyingi, umeelewa? Anamwambia refa kwa Kiswahili sasa hivi. Bwana muda. Huyu goli mbili hazitoshi. Umeelewa? Weka goli la 3, ile goli ni offside lakini anamwambia weka goli kwa sababu goli mbili za Tanzania ni hatari. Umeelewa? Kule kuna moto. Sasa kwa sababu mwenyekiti wa vilabu kamwambia nini mwenyekiti nini? Makamu mwenyekiti wa wakafu kamwambia bwana bwana kwa Mkapa usikubali kwenda. Umeelewa? Kwa sababu kamwambia vile yeye akakubali kwa kuja Amani Complex ni Amani. Sasa sisi Amani ni nyumbani, kwa Mkapa ni nyumbani. Umeelewa? Dayo analia, anajua goli mbili ni chache. Simba Sports ukimfunga goli mbili ni shida sana. Umeelewa? Kwa hiyo sisi tunawaambia hii Simba wakati tunaanza tulisema tunatengeneza timu. Ile ni mbinu ya kivita. Umeelewa? Ni mbinu ya kivita. Huwezi kuambia kila kitu. Hata ukioa mwanamke wako simwambie kila kitu. Hata kama una milioni 10 mtu wako mwambie na 100,000. Umeelewa? Anaweza akapigwa kofi akaja Kibaka pale akapigwa kofi akasema ziko hapa chini ya kitanda. Umeelewa? Wale waache watulie, tusielewa. Tubakia wanaume, sisi ndio tubakia wanaume wa Simba Sports, sisi ndio tunawakilisha Tanzania kwenye mashindano yote. Sawa kabisa, tuone kwanza ushazungumzia swala la mpira. Tuangalie kwanza style yako ambayo umeingia nayo leo hii. Umepata shauri wote kutoka kwa mtama mwenyewe, tumetaka kujitofautisha. Yaani hii sio leo tu, mimi ndo kawaida yangu.